Unaona ukienda kwa jirani anakuambia babako hajafika na sisi tulipewa vitu, unaona sisi tulikuwa tumezoea. Yeye anapewa pesa, pewa viazi lakini hazifiki. Anakuja anachemsha ni hizo mandi na hizo avocado. Anatulazimisha tuzikule. No nĩndekoraga rĩngĩ hinyĩrĩrĩkire mũno tondũ rĩu unaona nyingĩ ndathi na thĩini hau nĩ ngukunyangwo. Ugakunywo atĩa? Gũkĩhũrwo ngerwo. Wahũragwo nginya bara ya mwĩrĩ? Nĩ nakũu thĩini tarĩu ndona. Nĩ mandamu. Ũnjirie warĩ na mĩaka igana? Hĩndĩ ĩyo nĩndarĩ class 6 already. Class 6 nĩ mĩaka 10 na kĩndũ. Hau kana mĩaka 10 ũguo. Okay. Rĩu already ona ũngĩndora na gũkũ arama itirĩ ciathira cia gũtemagwo na kũhũrwo gũkũ mũgongo, yani rĩu nĩekũhũra nĩguo ndikake kũrĩa mũthe. No mũthee nĩakinyire handũ agakoraga ndirĩ na gĩkeno kĩrĩa andigaga nakĩo. Ningeomba kama utaweza kushikania na sisi tuende tukakonfirm mwili. So tulienda Nyahururu mochari. Wakati tu alimtoa penye alikuwa, yani penye walifungua mlango afaka penye alivurutwa, mimi hata before hata nione kichwa nilikuwa nisha confirm ni yeye juu ya zile nguo zenye alikuwa anavaa. Wakati nilimwona na yeye nimemwona bado ni yeye. So nilikonfirm yeye ndiye amekufa. Thengio muno mwiroreri ona ni tondu wonyitaniri waku na karibu sana guku kwa Njeru Thiga TV Jahu Galaxies. Tukurehagira tafarira ino ya kwiturura iria nie ngurehagira ni njui ni urehagirwo tafarira ingi ni andu ra turehaga nao tafarira guku matongoretwo ni mwaru wa ithe witu gwitwo Nancy Blessings na ninga kurehere kwiturura kuria andu aria aingi ao ngurehagira makoragwo ngoro cinamite muno na andu aria angi tugagikoro tugigikena nao tukakimahe githuri gia kuririra ona tukamomiriria nie hamwe nawe thutha wa kumathikiriria o toria mutarani akibatie gugithikiriria. Joke ngwire ni wega muno we witikirite kunyitana na ithwe nenda turathi gutuika kirathimo kuri andu aria mabataraga uteithio. Thengio ni nguo ciaku iria wanaheana, ona thengio ni tondu wa mitu hihi andu aria makoretwo magituhe mitu na indo ta micere indo ta iria ria long life no ngikona cio wende kunyitana hamwe na ithwe. Namba oyo ya thimo ya 0704 774774 0704 774774 ona ningoretwo ngikwira ati ni turabanga thabari ya guthi kucerera IDPs ala twirega ku broadcast na kumonania live na koguo no ngenda kunyitana hamwe na ithwe. Namba noro yo 0704 774 774 na nigetha tugagikira irithi ciao gikeno hamwe noguo. Muthenya wa umuthi twina mugeni wa mwanya muno utucereire guku gwitu kwa Jahu TV na ndiroka nake thutha wa kahinda gatari show. Wow, na mugeni witu akiri haha na kwa hivyo tutatumia lugha ya Kiswahili, tutatanganya hizo lugha Kikuyu na Githweri. Na mugeni witu karibu sana. Asante. Yes. Majina yako? Ian Kamandonga. Utaongea kwa sauti kama pastor na utaface kamera ile? Yeah. Yes, sawa sawa. Yeah. So unaitwa Ian. Ian ametoka wapi? Ametoka Subukia, Nakuru County. Nakuru County. Yeah. But kwa sahi naishi hapa Kawangware. Kawangware. Yeah. Nao kusoma umesomea wapi huko tu? Nilizaliwa Nakuru County, nikasoma nusu Subukia. Then kwa kwingine nikasomea Kisumu. Kisumu. Yeah. Okay. Yeah. Now tupatie what happened, your story kutoka kuzaliwa mpaka kusoma ndio uhame hii shule wende hii sasa mpaka mahali ambapo umefika kama sasa sisi tunakusikiza. Okay. Mimi nimezaliwa 1996 na nilikuwa na baba na mama na tulikuwa tunaishi vizuri, lakini unajua kuna zile challenges zenye wazazi huwa wanapitia, kupigana, kuzozana, na hiyo ilipelekea wazazi wetu kukosana. At that time ilikuwa ni 201 na tangu hapo 201 mama na baba wakatengana. Walipotengana ikabidi mama ameenda
na I think nilikuwa na join nursery at that time, na ilikuwa ni my first day kwenda shule. So nilikuwa nimeenda bila kitabu, na mwalimu alipoingia kwa darasa nikaambiwa nirudi niende kitabu. Kufika kwa gate ya nyumbani kapatana na mama akiwa amebeba chondo. Nikamuuliza, mama, unaenda wapi? Akaniambia, siendi mbali, naenda tu hapa juu kidogo kuendea cabbage, lakini nitarudi. Na kuanzia hapo sijaimuona tena. Nikajaribu kwa hiyo jioni ikapita. Siku nyingine asubuhi nikauliza baba, mama alienda wapi? Hakutujibu. Kiasi. Sasa hizo uko na miaka ngapi? Niko almost 9 years huko. Kwa hivyo mtoto wa miaka 9 hapo hivi. Yeah. Okay. Babako atakujibu vipi? Baba hakunijibu. Yeye hata aliniambia nimuondokee afanye shughuli zake. Nikamwacha nikaenda kwa shosho. Juu ni karibu tu. Shosho mwenye amezaa your dad ama mwenye amezaa your mom? Mwenye amezaa my dad. Nikaenda kwake nikamwambia, mom, tangu jana sijamuona. Na nilikuwa na brother yangu mkubwa sasa. Yeye alikuwa class 7 at that time. So nikamgoja jioni, na yeye nikamuuliza, kwani mom walikuwa amekwambia anaenda? Akaniambia hata mimi nilikuja nikampata hayuko, lakini wacha tu tugoje tuone kama anakuja. Lakini sikuwa najua kwenye mamangu alikuwa ametoka at that time. Sikuwa najua kwa kina shosho. Saa jioni yake tukaongea na brother yangu, nikamwambia baba hata yeye hapatikani. Hakurudi, alienda na hakurudi. Aliponiambia niende hakurudi. So sikujua kwenye alienda. Brother yangu next day hakuenda shule, akashinda na sisi watoto wa auntie yangu, na tukashinda na yeye huko. So mamangu sikumuona, hakurudi. Baba naye akawa harudi. Tulirudi kuitiwa, akawa ni mlevi. Na babako? Yeah. Alikuwa mlevi chakari. Kenda kumuongelesha, tukimuita anatuchapa, yani anatukimbisha. Na hapo ndipo shida zake zilianza. Akawa ni kama shida ya kichwa, ilikuwa ni kama alikuwa na shida ya mentality. Ilianza kumwingililia pale tangu hiyo siku. Akawa mlevi, akawa tulipi shule, akawa hata chakula hatupei. Kienda kibarua tunamuona kama usiku katikati. Na mimi nilikuwa mdogo. Sasa brother yangu ni alikuwa mkubwa. Unapata yeye ndiye alikuwa anaenda kibarua, bibi ya kuvuna. Saa zingine hadi anaiba ili tu anilishe. Baba akirudi vita. Tuletea yeye kibarua yenye alikuwa anaenda, alikuwa analipwa, but alikuwa akilipwa na anapewa viazi, lakini badala ya kuja nazo anaenda anauza zile viazi, anakunywa pesa zake na anauza viazi anakunywa. Kitu yenye tulikuwa tunapata ni hizo avocado na zilikuwa mbichi. Mlijuaje alikuwa anapewa viazi huko na anauza huko? Ilikuwa unajua wana kijiji huo wanakuja kuangalia. Tangu mama yetu aende walikuwa wanatuangalia sana. So siku zote wakifanya kazi na wale watu wenye walikuwa wanafanya kazi na wao, hao wengine wanarudi. Unaona, ukienda kwa jirani anakuambia babako hajafika, na sisi tulipewa vitu, unaona. So tulikuwa tumezoea. Yeye anapewa pesa, pewa viazi, lakini hazifiki. Anakuja anachemsha ni hizo mandi na hizo avocado. Anatulazimisha tuzikule. Avocado za kuchemsha. Unajua avocado ukichemsha inakuwa ni yellow. Inakuwa inatani yellow. Yeah, inatani yellow huku juu. Sasa hiyo avocado ukijaribu kuiuma haikuwa inaumika. Ona. Sasa hiyo wewe ni mtoto wa miaka 9. Yeah. Lakini this is dad. Yeah. So you have to listen to your dad. Yeah. But nikijaribu, yani tukijaribu kumwambia hapa ende vizuri, hiyo ni vita. How old was your big brother? 14 years.
Kwa hivyo hata wewe hata yeye bado ni mtoto. Yeah, hatukuwa kubwa vile. Ni venye tu maisha ilikuwa ni ngumu huku kwetu. Sasa ilikuwa inabidi yeye anatoka. Sasa kama hivyo baba yetu venye ameenda, yeye ilikuwa inambidi anaenda na huko. Okay, sana Subukia County huko kuna demu wa hizi nyanya. So unapata yeye ndiye anaendea hizo nyanya. Anakuja anauza hizo nyanya, alafu anatukujia na food. Your brother. Yeah. Umetuambia saa zingine alikuwa anaenda anaimba. Saa zingine anaingia kwa shosho, anaiba food. Imepikwa. Yeah. Najua shosho alikuwa na mtoto wa msichana wake. So alikuwa na make sure amepika chakula. Then anaziweka kwa nyumba. Lakini brother yangu alikuwa anapitia kwa nyumba juu, anaingia, anatoa food na anakuja nazo. Tunakula lakini mnakula haraka. Shosho akikuja anashinda akilalamika, lakini hatukuwa na otherwise. Babangu mkubwa anatuchapa juu ya hivyo brother yangu ameingia huko. Lakini tunavumilia tu. Lakini tunamwambia shida sio sisi. Juu ingekuwa babangu anatushughulikia, sisi hatungekuwa tunafanya hivi. Haya, tuendelee. So wakati mmoja ndio niliita shosho. Unajua kuna ile sasa maisha ikiwa ngumu unaenda kuongelesha shosho. Nikampata pale akiwa amelala kwa chini ya mti. Nikamuuliza shosho, kwa nini baba anatufanyia? Ama huenda ikaa sisi hatukuwa watoto wake, ndio maana anafanya hivi. Shosho hakunijibu kwanza, alikuwa tu ananiangalia. Sasa nani ameuliza mzazi hivyo? Mimi ndo nimemuuliza. Umemuuliza kwa nini? Ama mimi sikuwa mzaliwa huku wa babangu, ndio maana anatutesa. Juu kazi anafanya lakini hatuoni chenye anafanya. Chakula aleti, ulevi ndo anafanya, vita usiku. Mwanzo walikuwa wanatutoa huko nje, kulikuwa na mtu kubwa. Yenye wewe inamwaga maziwa hizo huwa watu wengi husema ni dawa za kienyeji. No igwa mwiroreri. Ndenda nginya producer wakwa manyite haha kiuria giki. Kana hihi nie ndiaciaritwo ni baba. Imagine mwana munini akiuria kiu. Mwana wa miaka 9. Sasa unauliza iwa shosho. Shosho yangu. Ndo nilikuwa namuuliza. Shosho yangu akaniambia nimeishi miaka mingi sana na nitakuwa nakosea nikikujibu hii swali. Lakini kwa kuwa hata sisi tunateseka moyoni tukiona wakati nyinyi mnateseka na sisi tumelea, sisi ndio tumelea watoto wetu. Lakini pia sisi huwa hatushughuliki kama wazazi wao. Hapo ndo alianza na story akasema ni kweli brother yako mkubwa ni mzaliwa wa hii nyumba. Na ndo maana anaitwa Charles Githinji Kalou. Kwa hivyo alizaliwa huko. Yeah. Baba yako na yeye alikuwa anaitwa Charles Githinji Kalou. Sasa mtoto wa miaka 9 ndiye anaelezewa na shosho. Shosho ndo alikuwa anasema wewe mlizaliwa na your dad. Lakini yeye alikuwa sasa mama amenitenga akasema brother yako mkubwa amezaliwa hapa. But wewe mlikuja na mama yako. As in babako huyu mwenye sasa hivi mwenye anawafanyia hivi. Alikuwa amepata mamangu aliolewa pale. Wakawa wanakosana. Akaenda kwao. Akaenda nyumbani kuanza kwao. Akiwa kwa nyumbani kapatana na marafiki. Kawaida marafiki akakupata wewe. Akanipata mimi. So akirudi nyumbani nilikuwa mtoto wa miezi 3. So shosho amekuelezea hivyo. Na ndo akaniambia hiyo hata ndo chanzo cha mama yako kuwa anakosana na babako. Kupigana. Na wakawa hawaelewani juu yangu. Kwa kuwa sasa unaona baba aliona ule amekuja na mtoto wa kutoka nje. Lakini sikutaka kusikia venye nilianza kulia pale. Unaweza. Nikaenda kwa nyumba. Na nikalala nikakaa kama mimi mgonjwa nikakaa kwa nyumba. Baadaye baba alikuja. Mimi nilimuendea, yani unaona kuna ile unaweza msikia umkimbilie. Nakumbuka
kumfurahia. Nilisikia anakuja. Unajua huwa unamuona leo ama kesho ukose kumuona. Sasa nilikimbia pale, alinipiga kofi. Kukimbia tu kwenda kumshika, alinichapa kofi na akaniambia, wewe si mtoto wangu, na wewe ndio chanzo cha kufanya bibi yangu ambaye niliyempenda sana aende. Na ningekuwa na la kufanya, mimi hadi kukuwa naweza kuwa. Sababu mimi mtoto mwenye natambua kwa hii boma ni wa brother. Hakuna mtu mwingine mwenye ninatambua kwa hii nyumba. Na nilisikia vibaya sana na si kuenda nyumbani. Sasa sema niacha kwa gate. Nilikaa pale hadi masaa 6 usiku. Yeye hakuwa anashughulika. Lakini brother yake mdogo ndo alitoka nje venye mtu anaenda kujisaidia. Akakuja kuangalia gate kama imefungwa. Akanipata pale nikiwa nimekaa chini. Ndo akaniuliza, Ian, unafanya nini saa hii? Sikumwongelesha, nilikuwa tunaendelea kulia. Akaniambia, amka uende kwa nyumba. Lakini mimi nikamwambia mimi sitaki kuingia kwa hiyo nyumba. Nikiingia baba ataniua. Na ameniambia angekuwa na uwezo angeniua. Anko akanichukua akanipeleka kwa nyumba yake. Kaenda akanipelekea mamangu mdogo. Mamangu mdogo akanipea food. Wakati huo mimi sikuwa najua brother yangu kwenye alikuwa ameenda. Jua kurudi hata hiyo time. Hiyo usiku hakurudi. Sasa uko peke yako. Baba anaendanga anarudi baada ya siku kadhaa. Brother yangu na yeye mama alienda na ujui kwenye alienda. Brother na yeye ndiye huyo. Ndio na yeye ameenda. Brother saa hizo wako miaka 14 ama bado ashavuka miaka. Tunaongelea sasa ni 16 17 hapo sasa. Sasa anaendelea kuwa mtu mkubwa. Sasa unaona mimi sikumuona namuona. Sasa hizo wewe umeingia shule? Nimeingia shule. Good. Sasa naenda shule. Sasa mimi wakati mamangu niliingia kwa nyumba alinipea food, then akaanza kuniuliza kwa nini ninalia. Shida ni gani? Kamwambia mimi nilikuwa kwa nyumba nikasikia babangu alikuwa na akikuja kuna zile lamps zenye alikuwa anatumia. So akifika kwa gate nilikuwa ninajua huyo ni babangu. Juu lazima awe na hizo firimbi hizo. So hata kama nikukosea nilikuwa nakosea. Nilikuwa ninajua huyo ni babangu na acha kufanya chenye nilikuwa nafanya. Ama kama ni yeye nilikuwa namkimbilia kwa gate. Kuna wakati walikuwa naelewana na mama, nilikuwa namwendea kwa gate na haikuwa shida. Lakini hapa penye wametengana imekuja kuwa ni shida. So mamangu mkubwa mdogo kumwelezea vile ndio na yeye akaanza story. Akasema, unajua hata ushosho mwenye yako huku si mama halisi wa babako. Hii boma iko na bibi 3 na hauwajui. Kuko shosho 3. Kuna ule mkubwa mwenye amezaa babako. Huyu mwenye mnaishi na yeye ni ule mdogo na ndiye amezaa bwanangu. Na kuna ule wa katikati naye hakuwagi hapa hii area. Ndio maana hamumjui. Sasa nitajaribu kuongea na brother mkubwa wa bwanangu wajue namna ya venye wanaweza pata mama ya babako halisi. Mwanzo akalinielezea hiyo boma ilikuwa ya vita. Sasa wakati kulikuwa na vita ule bibi mkubwa kaachia kaenda zake. Naye huyu wa pili naye akaacha akanunuliwa shamba kwingine na yeye akaenda huko. Sasa mwenye anaishi hapa naweza sema ni mama mdogo wa baba. Unaona? So hii nyumba iko na bibi 3. Sasa akaniambia watajaribu kuongea na ndugu mkubwa wa baba waone venye wanaweza saidiana. Siku nyingine brother babangu kukuja, alikuja masaa 6. Wakati alipewa habari venye baba anatufanyia, alimtoa alienda hadi shambani akamwendea, akakuja naye. Kuja hapo na yeye akaanza kumpiga. The same venye amekuwa yeye akitufanyia na yeye ndugu mkubwa ni yeye na yeye anafanya. So alikuwa anapiga babangu. Sasa yeye ni ndugu mkubwa wa baba. Yeye ndiye mkubwa kumuliko. Lakini ni wa hii nyumba ndogo. Akaanza kupiga baba.
Na sisi na mimi naenda namshika mguu namwambia anko usimguze, usimchape. Lakini na yeye babangu ananiambia wewe ndio ulienda kumwambia acha aniue. Acha aniue. Juu hata mimi sioni faida yangu hapa duniani. Lakini nilijaribu kubebeleza ndugu mkubwa na hakuweza kumchapa tena. Alinisikia. Sasa hiyo anasikia mtoto wa miaka mingapi? Already nilikuwa nimesha turn 11 years. Ona. Nikajaribu kumshika nikamwambia anko usimchape tena. Nadhani kila binadamu ako na udhaifu wake. Na ndio maana yeye anatufanyia hivi. Bibi ako na upungufu na hatujui. Akasema kama mtu ni mgonjwa aseme ni mgonjwa wapi, aende hospitali. Na pale venye anko nilimwambia yeye alinisikiza. Na akachukua babangu akaita marafiki wake wakaenda naye hospitali. Jioni yake juu alirudi masaa 12 hapo. Result za daktari zilikuja kwa babangu ako na high depression. Yenye ishafika stage 4. Ndio maana unaona anafanya visanga sababu stage 1 ya depression tunaielewa vizuri, huwa unaanza kukataa. Kama ni watu ulikuwa unawaona hutaki kuwaona, kama ni kukula hutaki kukula. Na yeye alikuwa ashasavuka hadi stage 4 yenye inakuonesha hauna umeruzi hope na maisha. Na alikuwa anashindwa atatupeleka wapi. Mwanzo huku kwenye tunaishi unaona ni kwa mama yake mdogo. Mama yake na yeye alienda miaka kitambo. Sasa wakati hiyo habari ilikuja nilihurumia babangu sana. Na nikashindwa tunaweza msaidia aje. Na tangu hiyo siku babangu akawa wasi. Anafungiwa hadi kwa nyumba. Hakuna lolote lenye anaweza fanya. Panda kwa kitanda na gonga mabati. Sasa yani amekuwa ni kama violent. Sasa amekuwa wasi. Hatuwezi kama kichwa imeruka sasa. Sasa hatuwezi ishi kwa ile nyumba. Kesho yangu huyu mdogo akasema nyinyi mtakuwa mnakuja mnakula huku na mnakunywa huku. Na sisi babako tunampeleka hospitali. Walijaribu kusukumana na yeye like 5 good years. Akiwa tu vile mbaya hivyo. Wewe bado unasoma tu. Bado nasoma. Sasa tukirudi utatuonyesha baada ya sasa safari ya kutoka hapo huko sasa mko Subukia. Tuko Subukia bado. Uliniambia mambo na Kisumu. So tukirudi sasa ndio utatuonyesha sasa safari ya kwenda Kisumu. Utaenda aje Kisumu lakini utatuguzia tu ikiwa safari ya kwenda Kisumu. Utazamaji tuko na story ya ndugu yetu Ian ambaye anasimulia ile tafarira ito yako itora nikionie gwari atihota gutindangeria githweri muno na riu okite kwiitura na nitukimuhete kanya gaka gwire nituracoka na rugano ruru rwake na ningwiciria ni wega muno andu aria mari thiini wa ihiko ningoretwo ngeririe ihiko muno na kumuthaitha ati geriai kurehe urumwe thiini wa ihiko kihiko kiatigana kihiko kiu urona giaku kinini kiambia bara kihiko kiu kiage kurugama wega ona kiria kigigoka thutha ucio gia ciana icio winacio gigakofia giaku na gigakofia ro uguo mwana uyu ararerwo ni mwana uyu akora ithe akirerwo ni mamuwe munini mwana uyu ni ambia guikara kwa nyina munini mwana uyu tuti uria eguikara rugano-ini ruria aratuhe thutha-ini na nituragicoka nigetha twarinde tucio nawe ungienda kwiitura 0704 774 774 0704 774 reketuke na muru wa ithe witu Ian. Thank you muno mwiroreri urathimagwo muno ni tondu wa gutwenda ona guikara thiini wa tafarira ici cia kwiitura twina muru wa ithe witu mwanake munini muno uretwo Ian niwe twina akigikaro giki umuthi akiheana rugano rwake ruria umite na ni rugano rurathie ta rurarituha ni tondu gutiri uhoro muritu ta gukorwo nduramenya kuria muciari waku ari na nduramenya na I don't know but Ian yeah ginya tha ici urauga nduri wona
mamu wanyu? Sijaiona my mom. Lakini kiangalia vizuri sahi ni almost, hata si almost, ni 25 years. Sijaimwona. Mwanzo akienda nilikuwa na 3 years. Hebu turudishe pale kwa mko nyumbani kabla tupate hiyo story ya hapa mko nyumbani Yeah. Ndio sasa ututoke hapo twende huko Kisumu. Yeah. Sasa wakati tulianza kuwa sasa wakati babangu mkubwa alikuja na akanisikia vile nimemwambia sichape dad, na akaamua kwenda hosi, na wakajua babangu ni mgonjwa na akakuwa ni worse. Hapo ndipo babangu mkubwa akasema watapiga simu kwa ndugu mdogo sasa wenye wamezaliwa watoka nitoke na babangu. Atampigia simu amwambia wakujie mzigo, hiyo mzigo ni hao. Kujie babangu na familia yake. Mzigo, but your dad now. Ndio wanaita mzigo. Wakuja wachukue mzigo wao, wao wamesaidia penye wanaweza na wameshindwa sasa. Na hakuna haja sisi tukue tunatesekea hapo wakati niko na baba mdogo mwenye sasa ni brother halisi wa babangu. Kuna maantis wenyewe ni masista za babangu, na kuna huyo shosho sasa mwenye amezaa mamangu halisi. Kata sema kuna njia ya penye anaweza mpata. Mimi nilimwambia hata hakuna haja ya tushinde tukigoja. Kama ungekuwa na uwezo ningekuuliza tu umpigie tu sahi. Shosho akamletea simu na akapigia babangu mdogo. Wakati babangu mdogo alipewa ile habari, yeye alisema yeye hana uamuzi wowote mpaka aulize mamake. So tukaambiwa tugoje, kesho atatuambia venye atafanya, venye wameamua. Wakati huo nilikuwa already niko grade 6, yani niko class 6. Ona, nilikuwa 6. So babangu next day nilienda shule, kurudi kapata anko akaniambia kesho nisiende shule. Wameona ni vizuri. Wameongea na shushu na amekubali, amesema tuende. Bradhangu mkubwa na yeye akaambiwa, sasa already bradhangu alikuwa ameshaharibika juu alikuwa na kosa kwenda shule na akuje nyumbani na hatumuoni. Na hii siku yenye ilikuwa ni tuhame na yeye, kuna habari mbaya zilikuja. Kasemekana bradhangu ameenda na ameiba na ameshikwa. Sasa your brother yule mkubwa. Yule mkubwa. Ameshikwa na kesi yake imeenda kotini na amefungwa miaka 8. Mwanzo alikuwa ameiba buzi za wenyewe. Sasa bradhangu hangeenda kwa kina babangu sasa. Yeye hangeenda. Kwa gari na tukasafiri kuelekea Molo. Na huko ndiko my grandmother anaishigi. So hĩndĩ twathire kũ, shosho ni atwamũkĩrire o wega atekuona ni ngoro nditũ. No twakinya kũ, thikũ ũrĩa ciathire ta wiki ũguo, rĩu namenya mũndũ nĩ mũgeni, na igua rĩu nĩ nyambĩrĩrie gwetherwo cukuru ĩngĩ. Shosho nĩ ambĩrĩirie gũkorwo ena kaũritũ fulani ka ngoro. Na akĩambĩrĩria gũkorwo ena ngoro ĩrĩa ya kuga mwana ũyũ ndarĩ mwana wakwa, na niĩ ndingĩtĩkĩra kũrerera mũthuri ũngĩ mwana. Ũyũ mwana abatie oyo acokio o kũu thubukia rĩ. Leo ni mumenye sasa alikuwa anaambia msichana wake ule mkubwa kuliko babangu. Kamwambia nyabura muoe mwana ũyũ muoe mucokie thubukia athie agetherwo baba wao, no kwa mutikuwa na baba wao mutingia kũrĩa mamu wao aumĩte. Akasema yeye hawezi hiyo kazi, labda apigie bwanake. Bwanake wakati huo alikuwa anafanya Amerika akiwa kama plumber. Amerika. Yeah, yeye alikuwa anaenda nchi za nje. But kwa that time yeye alikuwa asharudi sasa huko nyumbani, alikuwa akuja kupumzika.
na wakati aliitwa na shosho yangu akasikia ile zile habari zenye shosho yako nazo hazikumfurahisha, na ndipo akaamua kupigia babangu mkubwa huyu mwenye ako Subukia sasa kumuuliza story kuhusu akina mama kwenye walikuwa wanaishi. Babangu mkubwa wakati alisikia mamangu ndo anauliziwa akasema wao walikuwa wameamua hivyo venye alituambia atapiga simu. Before apiga simu huko alienda kwa kina mama, kupata mama waliuza shamba, baba yake wakauza shamba, lakini hawajulikani kwenye wako. Na juu huko ilikuwa ndani kwa Wakalenjin. Sasa shamba yenyewe imenunuliwa na Wakale. Na Wakale wanasema hawajui kwenye wao. Sasa wazazi wa kina mama wako na hata hawajui kwenye mamangu walienda. Sasa maisha ikawa ngumu juu shosho hataki niishi huko. Yule na huko mama na yeye amekosa. Na huyo anasema sasa basi nitafutiwe baba halisi, my biological father kwenye yako. No ankone alina muthuri wale muratawe tondu omashiri walikuwa wanashiriki kanisa ya Katoliki. Akamuita akamwambia ile story yenyewe inaendelea nyumbani. Katoa shosho yako anajua juu tulikuwa hapo nje ya gate. Shosho akiwa huko anko wakati alikuja na ule rafiki akamwelezea venye kunaenda, yeye akamwambia na yeye hana watoto. Na badala mtoto wake amezaliwa ni vibaya sana kumtupa. Anaweza tamani sana kuishi na mimi, lakini wanashindwa watafanyaje, na shosho ni wa hii kanisa, yeye tena ni wa hii kanisa. Wataambiana aje na shosho anataka mtoto arudishwe huko. Anko yangu akamwambia anaweza taka waende tuishi na huo mzee, lakini yeye atajaribu venye anaweza convince shosho aache kuwa na hiyo pressure kushinda kusema nirudishwe kwenye nilitoka. Mzee na yeye akapelekwa medical, na akawa yeye anaishi huko hospitalini sasa, naishi huko ward. So toka pale nikatoka nyumbani. Sasa anko alienda akadanganya shosho ananipeleka Subukia, lakini hakuwa ananipeleka Subukia, kwa ananipeleka Elbagon kwa huyo mzee mwenye sasa wanaishi juu. Hata anko alikuwa anaishi hiyo area Elbagon. So niliishi na yule mzee akiwa kama good Samaritan. Na yeye alikuwa anafanya hizi kazi za mjengo. So mafundi ni watu wa kwenda mbalimbali, hata nchi za nje huwa anaenda kujenga. Alipoenda yeye alihama akaenda kwanza, yeye alituacha na mimi na sasa huyo mama bibi yake, lakini nilikuwa already nishamchukulia kama mamangu. Juu maisha yenyewe nilikuwa nalelewa huko ilikuwa ngumu hadi na sikuwa nimezoea. Asante sana mwirori, nitukuhetwo break ya lazima ni tondu wa kuragwa thitima, no ni twagicokereria na nigetha tugithie na mbere na rugano rwa Ian uri hitukiire maundu maritu riu uri guku kwa muthuri uyu urakuonia wakuhe wauga muikarage nake na ni wauga ni mundu wa guthiaga riu hau haguthii ni gwakorirwo kwina challenges tondu naona nikude hiade itihado mabire magikara thĩ na mutumia uria muthuri na mutumia maikaraga thĩ magakĩrana riu haha nĩ hagĩa kĩũndũ gĩkĩ tũgwĩka atĩ. No ghafla nĩtwagĩa mwana na mwana ũyũ nĩ witũ, rĩu tũikare nake gũkũ, tũrĩikaraga nake gũkũ na tũgatindana. Mutumia ndonekire tena kĩũndũ ngoro-inĩ na ndonekire tena thĩna, no kahinda kanini muthuri ũcio gwa thikũ cigana ũna nĩambĩrĩirie rĩu gũgĩthiĩ mawĩra make ma kawaida, na gĩtuĩka nĩekuma kũu Moro agĩũka kũndũ gwĩtagwo Kĩnarĩ. Rĩu hau ambĩrĩirie gũthiĩ kwarehire thĩna tondũ mutumia ũrĩa nĩambĩrĩirie rĩu kũmĩtheca tondũ nĩona mũndũ maikarĩte na kũnyonia bataire gũkorwo ndĩ mũciĩ ũcio. Arĩa ndendereire na kũũmĩrĩria nake mũndũ ũngĩarĩrĩire tondũ nĩwona mwana wakwa matiramenyekana kũrĩa marĩ. Mwana wa baba naguo nĩguo nĩwarehe thĩna, na ndaingĩra mũciĩ-inĩ ũyũ, twaingĩrana na mũciĩ-inĩ ũyũ gũtirĩ mũndũ acokire gũkauma na thũ na nja kwa baba kana kwa mami atĩ okĩte kũnjetha.
hatiarĩ ũndũ ta ũcio. So mũtumia nĩambĩrĩirie rĩu kũbuata wĩra wake, gũgĩthambia, kũhũrĩra ciana nguo, kũmarugĩra. Rĩu nginya wagĩkora ihinda rĩake rĩa mweri rĩakinya niĩ ndiramenya, tondũ nĩwona nĩndigĩirwo nginya nguo ciake na ndĩ mwana bado, yani ndĩ mwana wa kahĩĩ. Nguo ciake nginya nguo ciake cia thĩinĩ nĩwe ũrahũra? Ũrakora nĩ ndĩracihũra. Ona rĩu arandia ta mũrutwo wake, no rĩu mũthee nĩagĩikaraga agagĩcoka, baba nĩokaga tondũ already nĩndakinyĩte handũ ha kũnyita ta baba, rĩu nĩokaga. No rĩu harĩa okagĩra rĩ, ndathiĩ kũmwĩra rĩ, mũtumia ũyũ nĩarakorwo mwega mũno hĩndĩ ĩrĩa mũthuri e mũciĩ, no athiĩ rĩ nĩkũrathũkana. Ũkĩigua maũndũ tuonaga TV-inĩ andũ magĩka ũguo, koguo nĩma mũndũ nĩegwĩtua mwega. Rĩu nĩaretua mwega mũno, nginya ona kĩrĩa ndĩrenda nĩndĩrona hĩndĩ ĩrĩa mũthuri ekuo. No rĩrĩa ndarĩ kuo, koguo ona ndiũĩ, ona rĩngĩ ona ndiheyagwo nginya irio, na rĩngĩ ndarĩ na bata nawe. Tondũ rĩu nomenya we arĩ mwana biacara, nĩathiaga na kwendia nguo, so nĩũgũgĩkora nĩoka na irio na nĩekũrĩa. No bado matirĩ mararathimwo na mwana rĩu nĩndĩ kũu, nĩekũrĩa no niĩ ndikuona. No kaiguo no ndĩkĩhũra ĩ, kamba no ndĩthambia ĩ, no rĩu thengia maũndũ mau mothe niĩ nderaga Ngai. Rĩu tondũ ndagĩciarirwo na no kwĩna gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmire njiarwo rĩ, niĩ no gwĩka marĩa mothe ngwĩka. Nake baba oka rĩ, ndiendaga kũmuonia hena mathĩna marenderea, ndakoragwo bado ndĩrĩ ona gĩkeno, tondũ ndirakĩenda gũkĩmahũrithania marĩ erĩ. No nĩndekoraga rĩngĩ hinyĩrĩrĩkire mũno, tondũ rĩu nona nyingĩ ndathi na thĩinĩ hau nĩngũkunyangwo. Ũgakunywo atĩa? Gũkĩhũrwo ngerwo. Wahũragwo nginya bara ya mwĩrĩ? Nĩ nakũu thĩinĩ, tarĩu ndona nĩ mandamu. Ũnjĩrie warĩ na mĩaka igana? Hĩndĩ ĩyo nĩndarĩ class 6 already. Class 6 nĩ mĩaka 10 na kĩndũ hau, kana mĩaka 10 ũguo? Okay. Rĩu already ona ũngĩndora na gũkũ arama itirĩ ciathira cia gũtemagwo na kũhũrwo gũkũ mũgongo, yani rĩu nĩekũhũra nĩguo ndikake kũrĩa mũthee. No mũthee nĩakinyire handũ agakoraga ndirĩ na gĩkeno kĩrĩa andigaga nakĩo, na rĩrĩa akĩrĩ akĩmenya mũtumia ũyũ nĩkũndecaga rĩ, nĩonire hatirĩ bata wa kũndigaga mũciĩ ũcio, akĩnduta cukuru ya day akĩndwara boarding. Ona na kanitha cukuru ũrĩa ndathomagĩra rĩ, administration yarĩ ya kanitha wa Gathoreki, nake nĩ mũgathoreki, na ithuothe rĩu tũnyitanagĩra na kanitha wa Gathoreki. So ona tũngĩahingire cukuru, niĩ ndonaga nĩ kaba gũikara cukuru gũkĩra kũinũka, tondũ ndamenyaga rĩu ndainũka wĩra wakwa wa ũmĩidi nĩwacoka, na tondũ mũthee nĩ wa gũthiĩ rĩ, na rĩu hau nĩndonaga nĩngũmĩra mũno. So nĩndakenagĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa ndĩ gũkũ cukuru, ona twahinga ndikũinũka na batha matiarĩ na thĩna, nĩo ndagĩikaraga kuo. No mũthee rĩrĩa oka nĩonaga gatarĩ kaũndũ kega ga gũkorwo niĩ ndirainũka rĩrĩa ciana iria ingĩ irainũka. No rĩu ena wendi ũcio rĩ, no nĩaririkanaga harĩa thutha oka ndagaga irema tondũ iria hũrĩtwo nĩ mũtumia ũyũ, no akageria gũkorwo nĩ aramu encourage. Ũguo twĩyũmĩrĩrie wapendwa mbura-inĩ ĩno, nĩarageria gũkwĩra wĩnji encourage, wĩhe hinya, no tũgũtopora. He was a good man. Rĩu nĩakoragwo akĩnjĩra maũndũ ta macio. So nĩhakinyire handũ mũtumia ũyũ agĩkorwo rĩu nginya nĩararigwo ũrĩa angĩnjĩka, nginya gũkĩnjeheria thĩ. Gũkũraga gũkweheria thĩ nĩkuo gũkũraga? Nĩageragia ũrĩa angĩhota kũnjũraga, but wakora hĩndĩ ĩrĩa rĩu abanga mĩbango yake rĩ, oĩ nĩ ngũka rĩ, ndiokaga. Ona tarĩu nĩamenyaga nĩnguma cukuru. Wamenyaga atĩa nĩekũbangĩte mũbango? So nĩakoragwo rĩu hĩndĩ ĩrĩa twĩ nake twĩika harĩa ndokĩra nĩakoragwo akĩnjĩra, Ian, unajua kama ile siku yenye mlifunga shule mngekuja, mimi haki ningekumaliza. Nilikuwa na mpango mzuri sana, lakini sijui ni nini huwa inanishika, wewe huwa ukuji. Unaona? Na nikamwambia, na ndio maana na mimi nafurahiaga wakati niko shule kuliko wakati niko huko nyumbani. Nuramucokerio nawe kidogo. Nduri mundu mwega nawe. Nĩ hakinyire handũ rĩu nĩnogete rĩu ciko iria areka, tondũ baba nĩarakena no mũtumia ndarakena. Na hakĩrĩ ona gĩatũmire hau ndĩmũcokerie nĩ kũnjĩra nĩ kũnjũraga angĩanjũragire.
ona no hatiakinyire hau ha ndakihotire gukinjuraga riu twagiikarire ona akiona mathina mau no guteseka kuu gwake akiheaga irio ringi akanyima ringi ngahura nguo icio nginya muthehe agithire miaka iri itari ndamuona riu muthuri ucio bundi ucio ni ikarire ihinda ria miaka iri itari ndamuona riu nona ni okite guku kina riu ni atutigana kuria riu haria akinyire ni eguka ri ni itindekaga ona riria atwikire ni egucoka ni itindekaga na ndeka kigeranio giakwa niguo ugire riu Ngai ni amuteithitie nionete nginya kia guku kinari na ni akite na ni arabanga uria tuguthie kuo Dithemba so Dithemba yagikinya hau kindu mweri-ini wa tariki 12 uguo ni tuokire guku mugiuka guku kinari no riu tuoka guku kinari ri tukwemeririo uguo na mbura tuoka guku kinari ingikona riu ingikona boarding ri ni ndathia day school na ndathi day school ri guku kinari ni kwari na aciari a muthuri uyu ri ni kuo mari akiona ni kaba ndahinga cukuru ri ngagithia gwa cucu uyu gukira mucii ona riu ni ndagikara na cucu na cucu tugaikara nake wega andoraga ta mwana wake gutire kindu ndetagia ngaga nginya muthuri uyu riu hindi ria turehire guku ni agire biu yani kihinda riu kiu giothe gia form 1 na form 2 ndiamuonire ona form 3 ndiamuonire agicoka nyingi haria riu acokeire guka ri okire akiuga Ngai nyingi ni aramurathimire araona nyumba Githumo na araiga biashara ciake nako ena biashara hingurite riu ni ambitie kwendia indo cia mare matirithi nake riu biashara yake ni ishapanuka sasa ni arenda ituita family yake ri tuthie Kisumu riu tuthie Githumo kwa hinda riu riothe riu unaona ndiwe my brother kana ni amire jera ya twatigirio ho miaka 8 riu ndiwe kana ni umire jera ndiwe kana ni acokira muci ndiwe kana ni ajethaga hindi iyo unaona riu ni ndagikoragwo ndi na ku riu tugicoka na ku Githumo katuone uguo tukuheha nginya tuike ati ni sawa tugigithi na ku Githumo twathi na ku Githumo ri muthee already ona ni ethete cukuru so ona ndathire nyingirite boarding unaona riu nginya ndarenda handu ngukorwo ndi guko mucii riu ndathire Githumo boarding ngiambiriria form 3 yakwa hau ngika form 3 na ngirikia nginya form 4 ha ndarikiria riu umenya ndingigicoka cukuru yani ndingigicoka guikara cukuru uria ndaikara riu ndo wakirikia form 4 riu umenya ndingiikara na mabatha no nginya njuke guku mucii ri no ndugugithio wira-ini riu nona hau ndiambite kuona wira riu umenya ngwamba guka haria biashara ciake ni ciananire riu nicio nguthie hau niho ngwamba guthie ndathie biashara-ini riu ndoka guku mucii ri we ni ahingurite duka no we ni athia duka ni ya mutumia we athia na ku iria-ini guthi kuiga kwara indo ciake na ku so ubundi ni atiga ni atigire ubundi no riu ha hena duka mukuru akienda muno tukoragwo twinake duka-ini riu akora riu ndi haria duka-ini ri ni ndirarora ari na anake andikite iganona no riu ni ndarora ndamanajaga biashara ore ni gukuria ciuria muno ni agire kana hindi no riu mwi Kisumu acha ndagite bado ndari na kana we no we mwana wao ni no ni mwana wao na riu hau ngadarikia cukuru ni ho ndonire ta arenda guka gutwika riu mwegega no hari kunguciriria gistik haha biashara-ini yake gwe kindu mweri-ini wenana ri ni agire kana ga kairitu akirathimwo na mwana wa kairitu amen no arathimwo na kana ga kairitu ri indi agikwira muthuri ari na wendo munene muno hari ni no haha hagira mwana maundu magithika riu ni magia kana kao riu wendo uria wothe marari naguo ri ugicoka he mwana wao no wega riu muthere ri hau ndanicugurikagira yani ndendaga kumenya mutumia riu ni aranjikia nja akarehe anake kuu ringi tondu muthe ni eguthia gigucoka no biashara ni thiagwo kunene na rori age gukorwo ndi gucoka wakora riu ni ararehe anake angi kuu mucii ngerwo acio ni obatie gwita baba anake magoka kunywira njohi kuu mucii ndinyuaga anake moka gwika atia maroka ni undu wa mutumia uyu moka ikeno na mutumia
na muthee uria ndari kuo andu aganu moka waganu guku mucii guys riu nie ndenda riu ni ndarugamaga ita mwana wa mucii uyu ndire wakuo no ni riu ni ndarugamaga ngamera riu ona inyuiri twathoma cukuru imwe twathoma twirika rimwe no uyu murathaka nake ni mami ni ta mami na riu inyuiri niki kiratuma mwike uguo amaheaga rutha huru tondu obviously arume atatu ndungiritindanira ndungihotana nao imwana cia rika riaku igagupira mbara wega ni nguhurwo muro ni turacoka ni tureirwo we wa umuthi ni umuthi mwirorerire kengwire ni tugicerirwo ni Ian no twina thabari turagiika uguo kidogo maroga tuona twi nyumba kundu kwina itamba ya ndune maroga tuona riu ningi twinja ni guthenio ni thitima kidogo na ugacoka ukagiana gabura no ningi tugacokeria Ngai ngatho muno ni gutuhe mbura na tukahoya ona yure nigetha tukihande na tukigethe twina muru wa ithe witu Ian uhitukire thabari niyo okite guku kwiiturura na ngakurithikanio nawe no ukona rugano rwaku na no wende guka kwiiturura wende guka guku kwiiturura na kwaria uthikiririo ni atungatiri na andu aria mangituika uteithio kuri we urabatara kuhura namba 0704 774774 ni tukoretwo turi andu akirathimo pia kuri andu aria makoretwo na mabataro baribari ni tukoretwo tugithie kuona IDPs na no ngumuthaitha mukanyitana hamwe na ithwe ona thabari ria turabanga ya guthi gukimagurira gathiguku you are so much welcome namba ya thimu noyo uhure nigetho uheo direction Ian yes ni tukururirie bio tiguo tururagia andu guku na niguo ni tureka uguo ni undu wa wagiriru nigetho hote kwiyaria ngoro yaku ihone turetikia ukiuma guku no nginya ngoro yaku ikorwo ihonete na ningi umenye ati haria hena andu mari kwandikira tu message na haria andu mari korwo amwe niega na amwe ni orue hau ni uraerewa ithe tiguo na ni tuwi ni mundu ragutindikiririe by the way guka guku hapana ni wewe mwenyewe unajitakia ni kwa hivyo ukipata maybe tu message just understand kuna watu wenyewe wanakuanga na kashida kidogo so ukipata encouragement from pastors watu wanakutazama by the way all over the world sawa sawa so tulikuwa pale ambapo umechapana umeanza sasa kuchapana na wanaume kwa sababu ya the wife to your dad mwenye sasa alikuchukua kama mtoto wake mtapelekana aje utaendelea kuvumilia hapo ilikuwa ni vingumu kuvumilia sababu ona dada kwa anajua na madhe alikuwa na yeye alikuwa anataka ajulikane so mimi kitu nilifanya nilikuwa na record everything that ina happen kwa hiyo boma sitamwambia kwa video yani sitamwambia kwa mdomo wangu but nilitumia video nika record then nika send kwa WhatsApp na nilitumia tu hiyo unajua akifanya hiyo simu ya madhe ndio nilikuwa natumia huko kwa meza so nilirecord na nikatumia dad nikamwambia sitaweza kuna vitu zenye siwezi kutamka lakini nimekurekodia wewe ona hivyo na nikaikata then nikafuta juu nilijua saa si hata ashaiona baadaye ilikuja ikawa ni mzazano kwa nyumba juu dad next day alikuja kama hajafurahia na wakakaa kama wamekosana hivyo sasa kila mtu akawa anakaa kivyake madhe anachokora simu yake mzee anachokora simu yake then kumbuka ule mtoto tena hapa alianza kugrow aka msichana wa kale kasichana kao sasa nikaa the more naendelea kuishi the more unaona grow napata kuna challenges juu mtoto alikuja kugundua kwa siku wa bla lake yani tujazaliwa pamoja na pale penye alikuja kuwa mkubwa ilifika press mimi nikawa mtumu huko kwa hiyo boma sasa nikwambia venye tulikuwa tunaishi na wao mzee
upendo wake ilisha venye alipata huyu mtoto. So kila kitu yani ginya kumahurira nguo cio nindira othe naona na rĩu haha nyingĩ nĩ hakinya handũ nĩ mahĩtania so gũtirĩ mũndũ ũtarakũhũthĩra ginya kana kanini no ũkore na nĩ ararĩa no ginya thani icio aratiga hau ũkĩmwere nĩ megũikara mũndũ thimũ-inĩ yake agwĩtagia kĩndũ rĩu ginya gaka kanini naona ge thimũ-inĩ yako tablet so wakora nĩ tũrahĩngĩcana niĩ ndirona ũndũ ũcio wĩ mwega so rĩmwe nĩ ndakinya handũ we ndwarĩ na yaku nawe ũgakĩrora kidogo kana ningetaka kutumia nilikuwa natumia madhe kwanza au kwa na simu yako sikuwa na yangu nilikuwa nimebaiwa lakini alichukua madhe venye tulibaki na mzee alichukua rĩu yo ndanengeragwo mũthĩoka naona so nĩndakinyire handũ ngĩambĩrĩria rĩu ngakoragwo ndĩra communicate mũno na mũthee ngamwĩra demo mũreka mũmenye nĩkĩo gĩatũmire kĩu nĩkĩo kĩarĩ gĩtũmi kĩa aciari akwa gũtigana na niĩ ndingĩkenerera hĩndĩ ĩrĩa hagũkinya handũ nyone inyuĩ nĩ mwatigana tondũ angĩkorwo we ũraikara kĩvyako ũyũ agaikara kĩvyako nake ũrĩa mwana nake agaikara ũrĩa arenda rĩu anachukua hivyo venye nyinyi mnafanya ndivyo anafanya so mũthuri ndakaragwo yani ndĩcocio mũno na mũthuri na mũtumia ndiramũkuhĩrĩria naona rĩu mũthenya ũmwe twĩ nduka-inĩ kwarĩ mũthenya wa Sunday niĩ ndathire he mũthuri ngĩmũria nĩngenaga nĩ hĩndĩ ĩrĩa ũranjĩka favor nyingĩ no mũtumia waku ndakoretwo agĩkena tondũ onakorwo nĩ ũhoti arĩ naguo ningĩ umire thĩ ĩno tene na akoretwo akĩnyũrũria mũno ona haro ona kũhũrithia nguo ciake no mau mothe rĩ nĩngoragwo ngĩkirĩrĩria no reke ngũrie tondũ mũthenya mwana ũyũ wanyu nĩambĩrĩria gũkorwo mũnene rĩ na nĩambĩrĩria kũmenya maũndũ mega kana moru rĩ mũthenya ũmwe wa mĩthenya ũngĩkoma for example we wehere thĩ rĩ nona nĩ ũkandigĩra mũrigo tondũ wa mbere mwana nĩwe ndirĩ wao mũciari wake rĩu rĩngĩ twatigwo na mũkũrũ na mũkũrũ ũrĩa akoretwo mũritũ harĩ niĩ so niĩ ngatuĩka wa kũũrĩra na no nyende mũthenya ũmwe wa mũthenya ngahota kwĩrũgamia no ira wa mwana ndaikara haha ndingĩhota kwĩrũgamia hĩndĩ ĩrĩa ta rĩu thaa ici tũraikara na inyuĩ gũkũ nduka-inĩ ndĩraruta wĩra ngainũka so gũtirĩ kĩndũ ndĩrauma kuma kũrĩ inyuĩ tiga o irio ona no nyende ona niĩ nyume na kũu nja njikare ta andũ arĩa angĩ atĩ ona hĩndĩ ĩrĩa ngakinya nĩ ngagĩa family rĩ nĩngahota kũmeraga atĩ hii mimi nilijifanyia yani nilipata kutumia hivi ukira gũkameraga atĩrĩrĩ atĩ ndaikarire harĩa inyuĩ nĩkĩo mwaheire ici na nyingĩ cia kũheo rĩ no nemwo nĩ gũcimanage wega ta ciakwa cia kwĩyethera ona so mũthee akorwo nĩ aranyita mbaru na akĩnjĩra rĩu hau niĩ ndirĩ na thĩna no wĩrire maitũguo ũrĩa we ũreciria na hakiri ciaku hĩndĩ ĩrĩa ndathire he mami anjĩririe kana he kĩndũ njagaga ngĩmwĩra ca kĩnjĩra ndĩronire wetie Colgate ũrareherwo Colgate nene wetie maguta ũrareherwo manene na ũngĩenda mbia thikũ ici baba wanyu nĩ arakũrora ona gũkĩra sister ĩno yaku nĩkĩ kĩu ũrona kĩu nĩkĩ kĩu kĩega na kũu nja ũrenda gũthiĩ na mimi nikamrudilia tu siku moja utakuwa hayuko na baba atakuwa hayuko na hamkuwa mmenifunza kufanya kazi nyingine isipokuwa hizo za nyumbani so mũtũrĩre wakwa nĩ ũkaritoha tondũ ndiũĩ kwĩrutĩra wĩra na moko makwa tiga gũkũ mũciĩ ũguo tũraikara na inyuĩ niĩ ndĩrenda handũ ingĩthiĩ ona niĩ nyambĩrĩrie kaũndũ onakorwo nĩ biacara kana ona gakwandĩkwo na nyingĩ nĩ ndĩkĩtie cukuru na mũndũ kũigana nyingĩ ndĩrona nĩ njiganĩte wa kwĩikaria so mũkũrũ akĩoneka ndanakena Juari ona atũtigire hau nduka-inĩ agĩthiĩ mũciĩ kioya shafi agĩthiĩ akĩhingũra thingira kuna ile sanduku yenye nilikuwa naweka vitu zangu zote na baadaye nilikuwa naandika kila kitu yenye nilikuwa napitia nilikuwa naziandika kwa diary yangu lakini kuna box yenye nilikuwa naweka hapo kwa tanda hadi ile akikuwa godo certificate zangu ya 8 na form 4 hadi kuna ingine hadi nilikuwa nimeanza kufanya ilikuwa inajiita Rebo International yani nilikuwa nishaanza kusoma hizo mambo na
Christian religious, na nikapita phase 1 nikaipita, nikapewa certificate. Hadi hiyo nilikuwa nimeibeba, akachukua zote na akaweka, yani anataka nisiende, hadi ID kila kitu akachukua akaweka kwa bedroom yake. Sasa wakati nilikuja nikapata venye amefanya, ikawa ngumu kuvumilia. Nikatoka nikaenda kwa father, juu ilikuwa ni karibu tu na church. Nikaenda kwa father, nikamwelezea kila kitu wenye nimekuwa nikipitia, na yeye akasema si ati hata wao huwa wanaona kuna kitu tofauti na mimi, juu wakati watoto wengine walikuwa wanacheza sichezi, napenda tena kujikaisha peke yangu, lakini juu uwezi ingililia boma ya mtu, ndio maana hawajai kuja kunisaidia. Lakini juu nimeenda nikaongea, yeye ataongea na mzee ndo akubarishe kuingia kwa ile boma. Nikiwa hapo kukuja madam fulani, nakumbuka alikuwa anaitwa Rosemary. Hata tukiongea sikuogopa, niliendelea tu na story zetu. Hapo ndo akatoa akasema kuna njia nyingine tunaweza tafuta wazazi nao, niingie online nikuwa nikipost. Na huenda kuna mtu mmoja mwenye alikuwa anajua mom na dad, maybe hata auntie, cousins, hivyo wanaweza wakarespond haraka. So nikawa naenda kwenye system ze anibaie simu nyingine, juu ile nyingine ilichukuliwa. So siku moja akienda huko soko alikuja na simu na akanipatia na akaniambia kama niko kwa boma naitumia kwa nyumba, lakini nikitoka na huko je si shida, lakini bora isijulikane hiyo simu ni yangu. Sasa wakati mwingine hata madhia kiniona nilikuwa nasema ni ya best yangu, unaona. Sasa nikawa na post na chat. Kuna watu wengi huwa, kuna wenye walikuwa wanaongea vibaya, wengine wanaongea vizuri, na hadi siku moja kujitokeza kuna msichana alikuwa anaitwa Ann Wambui. Akasema yeye anaishi Subukia Nakuru County, na alikuwa anajuana na mama wakiwa wasichana. Kama ninaweza kutoka Kisumu kulingana, yani amepitia profile yangu na ameona zile nimekuwa nikipitia. So kama anaweza kuja Subukia, anaweza kunisaidia kujua kwenye walienda. So hata time yenye naendea mzee, ninajua kuna mtu mwenye nimekuwa nikicommunicate na yeye kwa online, unaona. So asubuhi moja ilikuwa ni on Monday, na yeye kama kawaida yake aliniamsha niende nifue. Kwanza nikaosha vyombo, then nikaosha nyumba, nikaosha watoto. Akaniambia kuna place yenye wanaenda event, lakini itabidi nipike lunch na nimuoshe nguo zake, na akatoa hadi carpet nje. So already hiyo kitu ilikuwa imenifika pale, nikaona hapana, kuna vitu zingine nazifanyisha. Sasa hiyo uko na kama miaka ngapi? Nimekwambia nilikuwa nimemaliza shule. Kwa hivyo umefikisha 18 years. Nimeshamaliza shule. Uko na ID saa hizo? Maana hizo walifungia. Hizo alichukua akanifungia. Sasa wenye aliweka hizo vitu nje na wakaingia gari wakaenda. Mimi nilikaa pale, hata sikuguza kitu chochote. Kaka nikafikiria, nikaona mama hata pale penye nimevumilia, mimi sasa ni mtu mzima, naweza enda sasa hata kulala nje, naweza kwenda kufanya shughuli zingine kuliko kuishi na mateso hapa. Sasa nimeishi na mateso kutoka utotoni, sasa tena sasa nimekuwa mtu mkubwa bado ninatumia, yani nikaa niko kwa gajera. Nilienda nikachukua bag, kaeka nguo ngapi 2, na ile simu nikaichukua. Hata mlango wa nyumba sikufunga. Yani nilikuwa nisha lose, nikatoka na njia. Sikuwa na pesa, sikuwa na nini. Nikaanza kutembea. Ukiangalia place tulikuwa tunaishi Bondo. Na Kisumu town na Bondo, tuseme Bondo ni kama kutoka hapa hadi Limuru ndio ufike Kisumu town penye iko. So tuko mbele ya Kisumu na mbali. Nikaanza kutembea. Nilifika town fulani inaitwa Kobewa. Sasa juu sikuwa nimekula na sikuwa nimekunywa, nikaanguka kwa lami. Sasa kurudi kujisikia, nilijipata niko hospitali. Ndo kupata maaskari. Wakati nilizirai ndo askari waliitwa na kijiji wenye walikuwa hiyo area.
na wakaambiwa wakujie mwili, lakini wao walikuja wakapata bado ninapumua, hata kama sijisikii bado ninapumua, na ndio maana wamenikaisha hapo juu inaonekana mimi ni kama ni student wa Just University. Kuna wao wenye walikuwa wanasema wameiniona, wanajua wakati umecollapse kukosaga, wanasema tunamjua, wengine hivyo. Sasa nilikuwa naonekana kama mimi ni mwanafunzi huko Just University. So ndio maana wamekaa hapo wanigoje. Kati niliamka mimi niliwaelezea kila kitu yenye nimekuwa kihappen, lakini wakaniambia juu kwa saa hii daktari amesema uko na shida, kuna depression. Ya kwanza, cha pili ulikuwa umekula, umekunywa na hatujui kwenye unaenda. Wewe lala kwa leo, alafu kesho tutajua venye tutafanya. Nikakaa ward. Siku ya kwanza, ya pili na ya tatu. Hakuna respond ya police station. Sasa daktari mkubwa wakati alikuja akasema mimi ni discharge na ashanipea, amekuja na pipa ya kuwa nafaa nitoke. Lakini hakuwa anajua kwenye atanipeleka juu unaona kesi yangu niliokotwa na Good Samaritan na wao wakapigia polisi simu. So the only thing ninaweza fanya nirudishwe police station, toka hapo ni sheria ichukue sasa mkono wake. Lakini wakati nirudishwe police station ilikuwa masaa ya jioni kama 6:30 hapo. So polisi hakuna respond yoyote yenye wangechukua, yani hawangenishughulikia kwa hiyo time. Lenye commander alifanya ilikuwa ni police post ya GSU. Lenye walifanya walinitafutia kwa petty crime. Kaniambia nilala sitalala cell, walinipea huko kwa petty crime, nikalala huko. Next day asubuhi chai ya wafungwa ndio nilikunywa. Then wakaambia askari wa traffic wenye wanaenda traffic waende na mimi wanitafutie hiyo hata kama ni gari juu nilionyesha chat zote zenye tumekuwa tukichat na yule nikuje nione kama nitasaidikia na huko. So tulienda pale by saa 8 nikapata lori ikanibeba. Na huyo askari akanipea 200 akaniambia huko mbele utaenda ujisaidie na huko. So kutoka huko Bondo saa 8 tulifika Mau Summit masaa saa 6 usiku hivyo. Na gari likafika mwisho. So yeye kuja Nakuru. Unaona Mau Summit hujafika Nakuru town. Tulikuwa mbele kidogo. Juu hata hujafika Sariga. Kufika hapo gari ikasema imefika mwisho. Sasa mimi niliachwa pale kama sijui watu, sina kwa kuenda. Nikaenda nikakaa pale kwa Kimawe. Nikiwa nimekaa hapo kukakuja mama fulani akaniuliza ni nini ninafanya usiku. Na alikuwa mlevi. Ndio nilimuelezea gari ndio imenitupa hapa na ni fare imeisha. Kaniuliza na ulikuwa unaenda wapi? Nilikuwa naenda Nakuru. Kwa nani? Nikamwambia tu kwa rafiki tu. Aliambia na sasa utafanya aje? Mimi sina la kufanya, nataka tu nilale hapa alafu kesho nianze safari. Sina fare lakini kesho nitaanza safari. Kaniambia kuna bwanangu mwenye anakuja, ninaweza ongea na yeye naona kama utaenda ulale kwangu leo, kesho utajipanga. So ule mama alinichukua tukaenda naye Molo. Molo town. Wakati nilifika Molo town, hapo sasa nikakumbuka kwenye shosho yangu alikuwa anakaa. Ule mwenye alikuwa anasema nirudishe asubuhi. So hata asubuhi venye kulikuja kwa asubuhi mimi sikufikiria story za nilifikiria sasa nirudi huko kwa shosho, nione kama alibadilisha mind. Yeah. So kutoka Moro town nilienda hadi place inaitwa Turi. Kufika Turi kwenda kwa shosho yangu nikapata mambo ishakuwa magumu. Juu mzee anaishi Hosi. Hosi? Yeah. Ule mzee bado hajai kuwa sasa, yani yeye ashakuwa na shida ya mentality kabisa. So hata kunifahamu hawezi nisifahamu. Shosho naye ameanza kuuza shamba zake. Yaani wao wako tu maisha ya lana tu na watoto wake au watoto wenye waliobaki, lakini hawashughulikii mzee. Wanaishi maisha ya raha. Wakati your dad the one na hata waendake kumwangalia. Sasa wakati nilikuja shosho nikaambiwa na shosho itabidi uende Hosi ukaangalie
mwenzako. Alikuwa hosi wapi? Molo medical. Medical. Yeah. Sini akili pata shida. Sasa walikuwa wamemweka huko. Ona yeye inasemekana anafaa kukaa pale penye anaangaliwa na madaktari yani. Okay. So nilienda ilikuwa ward 3. Kaenda nikapata mzee anajaribu kumuongelesha, haelewi chenye mimi namwambia. Nikaona hii ishakuwa shida juu hanitambui. Lakini kwa kupasi pale kwa gate nilikuwa nimesema ni baba yangu. So wao madaktari wako wana shida na mimi. Nikaona maisha ya mzee kuna shida, lakini nikienda nyumbani napata hawa yani wameuza shamba, hizo pesa ndo wanachezea badala wangetengenezesha baba. Kurudi kwa Joshua akaniuliza sasa niko na idea gani ama nimekuja na idea gani ya kuanza maisha. Nikamwambia kwa saa hii sina idea, juu bado natafuta usaidizi venye ninaweza pata kwa kina mama. Kaniambia na sasa na brother yako. Nikamwambia sijaisikia story kuhusu brother yangu. Niliacha kama amefungwa. Kaniambia hapana, brother yako alitoka jela kitambo na ako Subukia. Naweza pigia mtu simu nione kama tunaweza mpata. Mtu mwenye alipigia simu ni huyo Ann. Kumbe Ann ni mtoto wa brother ya babangu. Unaona? Ule mzee mwenye alisema alitupigia simu akasema twende kwa Joshua ni mtoto wake first born. Na ndiye nimekuwa nikichat na yeye. Unaona? So venye niliongea na Ann nikamwambia sasa Joshua kumpigia simu, mimi niliangalia namba na nikaona ninaijua. Yule Ann mwenye alikufuata kwa profile. Na yeye ni tunafaa kuita nikaa cousins. Sasa ni rafiki, alikuwa rafiki. Sasa amekuwa tena your mom. Yeah. Sasa hapa umejua ni yeye nikaa kazini yangu. Okay. Ama kama dada yangu juu. Sasa unaona ni baba na baba. Hata kama sikuwa nimezaliwa na huyo mzee ni baba na baba sasa. So nikamwambia niko huko kwa Joshua tunaweza fanya aje, akaniambia acha nikutumie fare ukuje. So ndo nikatoka Molo nikakuja Subukia tena. Kuja Subukia aliniambia kwa kweli yeye nikaa kazini yangu na anaweza nisaidia venye naweza taka. The only thing yenye anaweza fanya alikuwa anajua kwenye mamangu alikuwa ametoka. So nilienda penye mamangu alikuwa wametoka, kapata ni shamba waliuza na bado haijajulikana kwenye walienda. Na bado nilikuwa naishi sasa nikarudi tena kwa Ann, tunaishi na Ann. Ann alikuwa na hardware. So nikawa namsaidia tu kazi za hardware hapo. Mpaka wakati moja akaniambia nirudi tena kwa huyo mzee juu inaonekana kama huyo mzee ananidanganya. Unaona? So vile nirudi kwa huyo mzee tena, huyo mzee akaniambia anaweza pigia mtu tena huku Nairobi aone kama walikuja na huku juu alikuwa anajua sister mama yangu mkubwa, aone kama anaweza mpata. So na tukapanga siku ni lini nitakuja na huku. Unaona? Ana akanipea fare na akaniambia yeye amenifungua na amenisaidia penye ameweza. Kama kuna usaidizi mwingine nitapata na huko yeye anaweza shukuru tu. Na nikafunga safari ya kutoka huko Subukia hadi hapa Nairobi. Kwa ule mama mwenye alikuwa tuna communicate na yeye, nilipofika huko alizima simu. Kajaribu kupiga haichukuliwi. Sasa yule mama yupi yule? Huyo mwenye alipigiwa huko Nairobi mwenye inasemekana sijui wakati mmoja alikuwa anaonana na sister mkubwa wa mama. Walikuwa ni wanaifanya shughuli pamoja. Akazima simu. Alizima simu. Nishafika Kawangware. Alizima simu. Sina pa kuenda. Sina mtu mwenye ninajua. Kisha kwa usiku kashindwa venye ninaweza fanya. So nilikaa hapo kuna place yenye inakuwa imepangwa mkokoteni. Mimi nilienda kwa mkokoteni nikalala pale. Kati nienda nikalala asubuhi 5 kakuja kuamshwa na chokola. Nikapolo yani chochote chenye nilikuwa nayo ikaenda. Nini? Nguo, nilikuwa na nguo. Nguo ukatolewa nguo.
Si Ose nilikuwa nimebeba. nilikuwa nimebeba. Kwa nini unapeana? Si ni machokola wamekuja wakiwa wengi. Unajua machokola wamekuwa wengi. Sasa wamekuja wanataka chenye niko nacho. Kamoja kakatoa kisu, nikaona hii ishakuwa nguri hii. Hata kujaribu kubishana na hii ni Nairobi. Wakachukua chenye walikuwa na haja nayo. Chukua bag, kuwa na nguo. Chenye tu kilibaki tu ni hii simu, na hii simu haikupatikana juu nilikuwa na kofia. Hiyo kofia nikakunja simu vizuri. Nikailalia. Sasa hawakuangalia, wao walichukua tu chenye kilikuwa lady bag, akatoroka nayo. Toka hapo nikaamka nikaenda kwa hoteli fulani. Nikaomba maji. Lakini kwa venye nilikuwa kwa venye nilikuwa natetemeka, huyo mama akanipea chai badala ya maji. Alafu akaniuliza kwenye ninaenda. Nikamuelezea chenye kimenifanya hadi nifike hapo. Venye nilitoka nyumbani, kakuja mtu amesema atanisaidia. Fika huko amezima simu, sina kwa kuenda. Huyo mama akaniambia unless yeye chenye anaweza nisaidia nao, kama najua kupika chapo, nimsaidie kupika, alafu atanilipa tu. So toka hapo yeye ana usaidizi mwingine anaweza nisaidia nayo juu amesumbuka sana. Yeye hajui kupika chapo, yeye analipa mtu anampikia, yeye anaacha akiuza. Mimi hata kama sijawahi pika chapo, ilinibidi hiyo siku nijifanye. Ulipika? Ulikanda unga? Unga nilikanda, lakini kwa hizo kwa kuroll ukaroll mamilima. Kwa napika chapo zenye ziko ni kama ziko na shape ya triangle hivi. Yani zinakaa style, kila ilikuwa na style. Kila chapo ilikuwa na style yake. Atakulipa? Najua yeye hajui. Hata yeye hajui. Hajui kupika ni wawili. So alikulipa? Hakunilipa saa hizo, yeye aligoja tu nimalize ukatuni yangu yenye ninafanya. Baadaye akanipea hizo chapo mbili na chai. Akaniambia wewe, hapa hata mtu akikuja ataona tu ni ujinga umefanya, lakini mimi sitaki kusema ni ujinga. Acha nikupee hii chapo na chai, wewe utoke uende. Haya. Kwa hivyo sasa uko Kawangware. Sababu kubwa ya kuja huko bado uko na hamu ya kukutana siku moja na mzazi. Mwirore itwe na mundu gwitwo Ian haha, na ora turathi na mbere no guo turathi tukimenyaga atiriri ngoro yake ni koretwo naruo tondu gutire kindu kiritu ta mwana guciarwo. Akamenyaga mamu wao athire na maguru, ni amuonire agithie na akimurathi kugira mboga. No nginya thaa ici mwana ke ondare ona nyina rĩngĩ. Ti uhoro muhuthu gukona ati muthuri ura wa mureraga gacagacaini icio akamenya muthuri ucio ri ona ndari ithe hasa mumuciari. No una kuri uguo no endete muthuri ucio tondu nirona akimwetha, no agacoka muthuri ucio ni athukire mutwe na agakorora thibitari. Riu ri tuguthi na mbere na rugano ru tha ndagika itari coho ni turacoka. Ungenda guka guku kwa Jahu Galaxies utuhurire oro na beo 0704 774774. Ndukariganirwo ungenda kuheana indo ciaku na andu aria othe mendete kuheana nguo ciaku, mitu yaku, kuheana irio nyumu, ona kana gututwara ria turathi gucera ta kuu turathi kwa IDPs. Namba ya thimu ni 0704 774774. Wahura thimu iyo ni ya wabici, kwoguo ni gukinyira mudra we wabici na ne gukunyita na guteithie. Ungenda no nginya warie na nie ri ndaguyikuhe namba yakwa nie kiumbe ni tukwaria. Ana akanitumia 800 akaniambia fanya hivi, wewe chukua gari hadi penye utafika. Hizo pesa penye zitakufikisha nitatuma mtu wa kuja kuchukue. Na nikaamua kurudi Subukia. So nilienda penye alikuwa ameacha brother yangu ati anigoje, tukaenda kumwangalia tena tukamkosa. Akaniambia alikuwa ameniachia namba, ukikuja naweza piga hii namba.
though alikuwa anaonekana ni kama wazimu hivi juu vitu zenye alikuwa anaongea hazieleweki. Hakuna mwenye anaweza jua isipokuwa wewe ndio unaweza jua. Huyu brother ni yule alikuwa amefungwa? Nikamuuliza kwani alikwambia aje? Kaniambia amekuja na aka kamti, kaniambia nikupatie. Kaniambia amekupea uwezo wa familia. Na tena akasema kama itawezekana utafute mamako. Ukishamtafuta utakuwa umemsaidia. Yaani yeye atafurahia kama mimi mwenyewe nitaweza kupata mamangu. Nikamuuliza na ninawezaje mpata? Akaniambia sasa huyu ajulikanage juu hivyo venye amekuja leo, maybe tena utamuona after baada ya miezi 6 ama baada ya miezi 3. Nikamwambia je, sina pa kuenda kwa sahihi. Mimi naomba tu ukae tu na mimi. Tusaidiane tu kutukazi. Alafu nitajua venye tu nitasurvive. Huko kwa hiyo hardware yake kuna vijana wenye alikuwa ameajiri na huyo kijana akakuja hapa Nairobi. So nilikaa kwa kama miezi 3. Baadaye siku moja nikaona gari ya traffic imekuja na polisi hapo kwa duka. Wakuja wakasema wanatafuta Ian. Nikauliza kwani kuna shida? Walikuwa wamebeba vitu ni kama bahasha fulani hivi kubwa. Nikauliza kwani kuna shida? Cha kwanza chenye aliniuliza huyo askari, akaniambia Ian, mwisho kuona brother yako ilikuwa ni lini? Na unaona tulikuwa tunatana hii mwezi wa 9. Ilikuwa ni date hapo 29. Akaniuliza mwisho kuonana na brother yako ilikuwa ni lini? Nikamwambia mimi nilimuona mwezi wa 8, wiki ya kwanza hapo ndo nilisikia alikuwa huko. Juu hata kumuona yenyewe sijamuona lakini nilisikia alikuwa hapa. Akaniambia pole kwa chenye tutakwambia. Brother yako ni maiti na kwa mochari na amekaa almost hii mwezi mzima juu mwili wa brother yako ulipatikana date 18 mwezi wa 8. Na sasa tuko date 29. So amekaa almost mwezi kwa mochari. Na sasa huyo askari akajitambulisha anaitwa Njoroge. Yeye akiwa kama Njoroge ameishi kusumbuka. Hiyo sura ya brother yangu amewahi iona wapi? Aliona ni mtu mwenye ameisaidia lakini hata hajui amewahi muona wapi. Sasa venye alimpeleka mochari na akawa anateseka sana kwa akili, na yeye daktari akampigia simu, daktari mkubwa akampigia simu wa mochari. Akamwambia hii mwili yenye walileta huku hakuna mtu mwenye ameenda kuclaim kuna mwili wao na hata hakuna mtu mwenye amewahi kuja. So wanafikiria kwenda kupeleka kwa cemetery za serikali. Sasa mimi nilishindwa venye naweza fanya. Kwa kustuka nikazirai yani. Sikuwa na analyze. Yani nikazirai. Penye nilirudi kujisikia nilijipata tena niko hospitali. Sasa ujue brother yangu amekufa, mimi niko hospitali na nimetumia kama 1200. Na sasa nilijipata hapo hakuna askari mwenye alinipeleka hospitali, yani watu ndio walinipeleka. Juu inasemekana ni Good Samaritan ndio amenileta. Yani hivyo ndio walienda wakaandikisha kwa hospitali. Yani ni Good Samaritan ndio walinipata barabara nikiwa nimezirai. Juu ni kama wakati alisikia story na madhishi, yani hakufurahia. So ni kama alijitenga tu hivyo venye alisikia story na brother yangu kuana. So unajua kama hawa wamekuja kuripoti hapa, lazima vitu zake zitatumika kwa malipo. Lakini yeye alijiondoa. Wakati niliamka nikaulizwa na daktari na feel aje, nikamwambia niko sawa. Akaniambia unaweza kumbuka ni nini ilifanya ulete hapa? Nikamwambia kulikuwa na watu wenye walisema brother yangu amekufa. Though siwajui. Sasa labda nirudi hosi, nirudi kwa hardware nikajua chenye kiliendelea. Nikaambiwa na pesa. Nikamwambia mimi hata sina hata shilingi. Labda mgoje nipate hiyo pesa. Nikienda nitarudisha. Akaniambia tukuamini. Nikamwambia itabidi mniamini. Juu hata mkikaa hapa, mkikaa na mimi huko, hakuna mtu mwenye atatoka na huko nje ati amekuja kunilipia hii bill. Itabidi mniachilie juu the more nakaa the more zinaongezeka. Na hakuna mtu naweza ishi hata huku na hakuna mtu mwenye atawahi kuja. Na niko na uhakika na chenye ninaongea.
madam fulani alitoka huko, alikuwa anatusikiza akiwa ndani, akatoka akawasema hapana, mimi yenyewe nimesikia hiyo story ya huyo mtoto na ni kama tu brother wangu ama mtoto tu wangu, najitolea nitamlipia hiyo bill, haina shida. Wewe kijana, wewe rudi kwa hardware ujue mtaendelesha mpango waje. Wakati nienda kwa hardware, ana kutaka kuniona, aliniambia sasa wewe jua venye unaweza shughulika na story na madishi. Sasa ni ujue kama utaenda kuwashushia huyu kijana huko Molo ama ujue utafanya aje. Mimi nilikaa mtu mwenye amekuwa desperate. Nikakaa hapo kwa stairs hizo za hardware. Nikatulia hapo. Kunao vijana wenye huwa wanabeba mahindi hivyo, ma 90, na walikuwa wanajua brother yangu, jua aliishi na yeye huko hiyo area, wanamjua vizuri. Sasa venye hiyo story nilipata kama ishavuma sasa. Sasa ndio walikuwa wanakuja kunipea pole. Nikaenda kuishi na kijana mmoja alikuwa anaitwa Diki. Sasa nikaenda kwa Diki. Kabla ufike kwa Diki, acha nikuulize. Kwa hivyo unaweza sasa your dad is your brother ako mochari. Yeah. Babako naye ni mkojo. Yeah. Your mom naye alipotea. Wewe sasa uko peke yako. Sasa mimi niko peke yangu. Wacha ni kama muda upi umepita tangu alipokuja hapo na kuacha kale kamti na kusema amekuachia kila kitu sijui nini kwa sahi? Sasa toka hiyo time mpaka mahali sasa amekufa. Okay, kukufa ni kama amemaliza mwezi. Yeah. Unaweza kujua kama alipoacha hiyo mti tu ndipo alienda tu akakufa? Yeah. And if it is yes ndipo alikufa. Yeah, ni alikufa kwa nini? Ninaweza tambua hivyo juu mimi nilikuwa nimemuona tarehe za kuanzia mwezi, hiyo mwezi wa 8, tarehe za kwanza. Lakini story imekuja date 29 mwisho wa hiyo mwezi bado. Unaona? So huyo mtu ni kama tu immediately venye alitoka hapo ndivyo alienda akakufa. Unaona? So ilinilazimu nikiwa kwa kina Diki, niliambia Diki mimi itabidi unipeleke kwa hii trafiki yetu hapa Subukia nikajue ni nini ili happen. Okay. So nilienda nikapata OCS na nikamwelezea venye hao maskari wako walikuja wakasema. Yeye akasema yeye anatambua kila kitu na akasema brother yangu alipatikana kwa barabara akiwa na some injuries hapa kwa kichwa. Though raia wanasema ni aligongwa na gari, lakini hata wao hawana uhakika. Juu mtu mwenyewe inasemekana aligongwa jana, kashinda na akalala. Sasa masaa jioni ndio huyo askari wake akitoka shughuli zake alikuja akapata maiti kwa barabara, watu wakiangalia. So ni mtu mwenye alikufa na akakaa. Huwezi jua maybe aliiba akauawa. So mimi sikuwa ninajua, na hata askari wenyewe hawakuwa na ushahidi wenyewe wanaweza sema ni nini iliendelea. Na akaniambia hata umefanya vizuri, itabidi nikupeleke hadi mochari uende ukaconfirm kama hiyo mwili ni yake. Though sisi tulitumia sheria wakati daktari alisema anataka kuzika hii mwili kwa cemetery, tulimwambia atoe fingerprints, tukaziweka kwa mashini zetu. Mashini zake zikatoa jina mamako na babako, na sisi kuangalia kama kumewahi kuwa na watu wenye wanakaribiana, kuona wewe ndio mwisho ulikuja kuliplace ID imepotea na ni kama jina zenyu zinaenda kukaribiana hivi. Unaona? Ndio tukapiga simu huku. Huyu bwana ni rafiki yetu. Tukampigia na akasema wewe ni brother yake. Though mama mmoja, baba tofauti. Ndio maana tulikutafuta. So ningeomba kama utaweza kushikania na sisi tuende tukaconfirm mwili. So tulienda Nyahururu mochari. Wakati tu alimtoa penye alikuwa, penye walifungua mlango wa penye alivurutwa, mimi hata before hata nione kichwa nilikuwa confirm ni yeye juu ya zile nguo zenye alikuwa anavaa. Wakati nilimuona na yeye nimemwona bado ni yeye. So niliconfirm yeye ndiye amekufa. Sasa askari akaniuliza kama kuna usaidizi wote wenye anaweza nisaidia
kutokana na yeye hivyo venye yako. Akamwambia kwa sasa ni kama niko peke yangu, saidia baba ya mama hakuna usaidizi. Sasa ni mimi na ila marafiki sasa. Na marafiki ni huyu tu Diki ndio naweza kuuliza venye tutafanya. Diki alianza kuongea na mwera lito kwa pakweterera kahito hiyo nini hiyo dogia isikiki ni DJ igweka Diki ndo tu anaweza nisaidia. So wakaniuliza niwape namba ya Diki. Kawapea namba ya Diki, wakapigia Diki. Diki akasema yeye usaidizi yenye anaweza nipea unless nipige simu kwa wanakuwa vijana wengi. Sasa nipige simu waiweke on ndo nianze kuomba usaidizi kwa hao vijana. Niliwapigia simu nikaambia tu wanisaidie venye naweza zika my brother juu sina otherwise, hakuna baba hakuna mama, mimi ndiye babake na mimi sasa ndio mama yake na sina usaidizi mwingine. Vijana wakasema wataorganize hata kama ni hapo kwa hiyo siri yao watakuwa wanafanyia mchango wao hapo mpaka tuone itakuwa aje. Niliomba namba zao. Sasa nilirudi huko Subukia nikajaribu kuongea na huko kwa shushu mdogo. Najaribu kuongea na wale kwenye babake ametoka waone kama na wao wanaweza shikania na mimi. Lakini wao hakuna lolote lenye walifanya. Walisema sisi ni wakukuja, nitukuja na vitu zetu, tufunike chenye tunafunika. Kwa kuzika wamepeana. Lakini hizi vitu zingine zenye zinahitajika gari na nini sasa huko ni kwetu. Hao vijana wenye tulikuwa tunakaa na wao walinisaidia sana juu walitoa pesa. Tuliweza kuchanga 11,000 tukalipa gari ya kutoa mtu mochari. Bradhangu akanisaidia tukamweka vizuri. Kalipa gharama yote ya hospitali na tukapanga malishi na wakanisaidia hadi kuchimba shimo. Na watu wa hiyo area wengi walikubali. Nani alikusaidia? Hao vijana wenye nilikuwa ninapiga hao mabista. Nani alikusaidia kuweka sasa mwili vizuri? Ni hao tu ndio walitoa pesa za yani sasa unaona huwa shaka wanifahamia ni wanani. Sasa kuna mtu mwenye anaweza watamweka vizuri juu sasa kuna mtu mwenye anamwangalia. Same wao ndio walitoa pesa ya kulipa coach money kulipa tulilipa ichimbiwa. Na tukakomboa pasta. Brother wangu wako kanisa na mimi siko kanisa. Na hao wenye wako huku wanaenda kanisa independent lakini wanasema sisi ni wako kuja tufanye shughuli zetu na tuende. Ona. So tulichimba kaburi tukazika brother wangu. After sasa mazishi kuna wale vijana wenye tulikuwa tunasoma na wao na walikuja mazishi huko. Na wengi walichukua video ya chenye kilikuwa kina happen na masimu zao. So wakati ilikuwa kwa online kuna mmoja anaitwa John akaniambia kuliko nitesekee huko home huko yani Subukia na hakuna venye ninafanya kana za kubali huko nikuje tuishi na yeye. So nikamuuliza ni wapi, akaniambia kwake ni huko Kawangware kama naweza taka nikuje tena. Nikamwambia kuna wakati mtu aliniambia hivyo, nikafika huko akazima simu. So sihitaji tena nirudi huko ikuje ikue tena ni shida. Akaniambia hapo na uhakika atanisaidia. Nikamwambia kama utanisaidia nitumie fare. Kutoka Subukia akanitumia 1k 1,000. Katoka Subukia nikakuja hadi huko Kawangware. So tumekuwa tukiishi na yeye though amenifanya sasa nimekuwa tu nikimfanyia kazi. Unaona kuna hizo keki hizo. Sasa huyo ndiye unauzia zile keki kuja nazo. Ndo ninauzia hizo keki. Though hizo keki hata juu unaona hapo ziko na sheria zake. Hizo keki kama hujauza hakuna chochote chenye utapata. Na hata ukiuza hizo keki amezihesabu. Hizo keki venye unaziona hapo
Hizo 2 pieces nimeona amekata kata. Hizo pieces zenye ziko hapo saa hii zinafaa zitoe 400. Kama una 400 hakuna mshahara na hata zenye umeuza anachukua. Sasa wewe hiyo 400 kwa hiyo mshahara ni ngapi? Yale hapo zangu tu ni 150. Oh, leo utalipwa 150. Sasa kwa leo siwezi lipwa juu unaona sijauza. Na ndio maana I think nimesikia kitu wa Recho. Wakati aliniambia kama nitaweza make kuja siku 2, nilishindwa venye naweza mwambia juu hizo keki lazima ziishe, zisipoisha siwezi lipwa. So unaona niliamua kuachilia siku moja tu iende. Ili niona kama hii story ikifikia aunti yangu ama mamangu, mtu yote tu mwenye anajua, naona kama at least kuna mwenye atajitokeza. Hakuna mtu haujui, yani hakuna mtu una contact zake, sisters za your mom? Kwa sasa hakuna mtu yote. Na you don't know mwisho hii story. I thought utakuja tuende paka ujue babako ni nani. Itabidi juu sije ukujua your dad mwenye haswa, babangu your biological dad sijamjua. Unajua tu yule dad mwenye alikuwa anaishi na mamako, mwenye urarwali ile moto. Na hata sasa bado wako hosi. Sasa anakuwa tu huko. Kwa sasa nimekaa sijaenda, lakini mimi nikitoka nilimwacha tu huyo hospitali. So siwezi jua kama kuna shida yote ama ako ama hayuko sasa. Na unaishi wapi? Naishi Kawangware. Wapi? Unaishi na nani? Unaishi nyumba na huyo jamaa mwenye keki? Sasa tunaishi na yeye though niliona ako na shida juu alianza kusema sasa kulingana na vile nazungukisha keki inakuja napata hazijaisha. Sasa inabidi arudi mfuko anipe pesa za maybe za mahitaji. Niliona kama anakataa na ndio maana nilikuwa naogopa hata nikisema nikuje kesho ama nikuje siku nyingine. Wewe uko na miaka ngapi? Niko na 28 sasa. Sasa hivi wewe sio mtoto. Nasikia? Sasa hivi wewe sio mtoto. Na sasa miaka yako ya kuhurumiwa hakuna. Wewe ni mwanaume. Unaweza pigana na watu na serikali na kanjo na maisha yako sasa iwe keki ni zako. Nasikia? Kwa hivyo hata kama uko hapa, ile tu kitu unaweza saidiwa hapa ni kutafuta your mom. Hiyo tu ndio kila mtu anaweza taka kuona mama yake. Lakini mwanaume, hakuna mwanaume mwenye anahurumiwa huku duniani. All over. Ukienda Amerika, wewe ni mwanaume uko na hiyo miaka, hautahurumiwa. Hata utafungwa ukijaribu kubishana na mke wako, unapigwa. Mwanaume hananga rafiki. Hapa Kenya, hata ukipatikana ukichapwa na mke wako, bado tutakuchapa. Kwa nini unachapwa wewe na mwanamke? Unaona? Yaani mwanaume hana rafiki. Mwanaume ni kusurvive, my brother. Mwanaume ni kukufa akitafuta. Hiyo haina shida. Kenya ninaweza kuambia watazamaji adora maratwirorera, mwanake ni mwanake uraigwika ni agete ruo na togo gukwirite ni ati arume matiotaga kwigiturura na arume matiri ngoro taru na riria ungirora arume ingi twanarehe ona maita mana maingi mundu rumeneaga mundu wa kumuthikiriria thini wa nyumba nyingi cio tarani cia counseling ukoraga arume managa hatire bata wa guthie tondu ti maita maingi mwana wa kahia thikagiririo. No ndiriririe muno korwo mwanake uyu no agie na mundu ukumunyita amuthikiririe tondu he kindu kirania thiini wake. Number 1, gutiri kindu kiruo ta mwana utonirio wendo wa muciari. Mwana utonete wendo wa muciari, either muciari wake wa mutumia kana muciari wa mundurume. Maita mara maingi mwana ucio nega role model. Ugithikiria mundurume uyu akiaria gwi kundu arario kona no afataretha ndohitukire maundu stages iria ciariri cia mwana miaka-ini yake ya kwendwo, miaka-ini yake ya kubundithio, miaka-ini yake ya kuhurwo bara. Ndahitukire stage icio, ahitukire maundu mothe maiganaine muturire wa ruo. Wewe hau na no ugie na kiugo ngimwandikira
mwandikire thiini wa story no comment section mwandikire to no egugithoma nigetha ciugo ciume kuri we no hamwe no guo no mwaririe na thimu umuhurire umwaririe ciugo njega dream zako ni gani? Mimi huwa napenda kuwa chief chef yeah. Siwezi kuwa chief lazima ukue chef kwanza alafu ukue chief ndo nakwambia ukue sasa ndiye mkubwa wa chef. Nishajaribu yani hata kama niliambiwa hiyo sikufanya vizuri ile ya chapati wewe na wewe sio kujaribu ile ya chapati baya. Kwa sasa hivyo nimekuwa nikikaa na huyo John amenifunza vitu nyingi. So John abarikiwe. Amenifunza kupika hizo keki. Unajua kupika keki? Yeah, najua. Kupika chapati ulijua baadaye? Nilijua. Unajua? Yeah. Mandazi hizo najua. Unajua? Kwa hivyo kwa kupika unaweza kila kitu. Kwa hivyo mtu akikuajiri kazi saa hii kama chef kwake kwa hoteli ama kwa siku hizi hata manyumbani kwetu tunaandika machefs, sio mimi tunaenda manyumba za watu tunapata wameajiri machefs. Kwa hivyo you can do that work very well. Naweza fanya hiyo ya chef, naweza fanya any kind of job, inaweza job yoyote. Inaweza kuwa available. Wacha nikuulize swali personal. Wewe ni umewahi acha nitakuuliza aje, pesa zenye mingi sana umewahi kushika in life? Pesa wanyitite ugo kimajika in life ukasema hizi ni zangu, zilikuwa kama ngiri ngapi? Pesa zenye nishaishika nyingi. Ndio zako? Zangu labda 1k. Sijaishika pesa mingi ati ikawa hizi zote ni zangu, labda kama hizo nilikuwa napewa ende ulipe shule hivyo, lakini zangu mimi sijaishika pesa nyingi. Hujawahi shika ngiri mbili zako? Sijaishika. Umewahi kukaa nyumba unalipa wewe mwenyewe? Sijailipa. Na uko 28 years? Umewahi kuchapwa na watu? Kwa nini? Ndio yenye tu nilikwambia. Hiyo umetadikania ati ulichapwa nini, kwa nini? Juu ya hivyo venye nilikuwa nabishana na hao vijana kuja kufanya mambo machafu. Wenye ulizuia wasirare na nani? Na mamangu. Na mamako? Walifanya vizuri, hiyo sio nini sana. Lakini umewahi kufanya kazi ile gumu kabisa umewahi kufanya? Nimewahi fanya. Na tuambie pamoja na mtazamaji ile kazi ngumu sana umewahi kufanya. Kazi ile ngumu yenye nishaweza kufanya ni ya kubeba 90 na sema tu 90 magunia za 90. Zinaitwa 90? 90 kgs. Zilikuwa unabeba unapeleka wapi? Kwa hiyo kwa hardware. Kwa hivyo kazi gumu sana ni hardware. Yani nimefanya wao anakuwa na hardware na bado anakuwa na store ya mahindi, so ulikuwa unapata tunachukua hiyo 90 ni gonia za mahindi. Unapata tunachukua, na kama hakuna hiyo kazi ya hardware hizo 90 nilikuwa naenda mjengo. Mjengo pia umefanya? So wewe sio lazy. Lakini shida yenye ilikuja hizo, kuna siku moja nilienda kubeba hizo mawe kupeleka kwa nini kwa site, nikaangukiwa. Ukaangukiwa tena na nini? Na mawe nikiwa huko, so hata ukiangalia mkono unaona venye iko, so haiwezi fanya kazi ati nini venye kaga. Unaona Dennis, unaona hiyo mkono sio kama yenyu. Hii sasa iligonyolewa hivi na kubeba hiyo mawe, unajua unapandisha kongolova. Sasa venye nilienda kupita katikati, unajua ngazi inakuwa katikati ya hii nyumba na hii nyumba, so uende ndio kanyange. Hebu ni swali lingine ninakuja, tunarudi sasa, tutafika mahali pa relationship. Ndio ninakuja ndio utuambie mambo na relationship, unafikiria mambo na kuwa iko namna gani? Ndio ninakuja nitakuuliza tunaporudi baada ya muda usio mrefu. Nituroka mwiroreri.
mwiroreri ni ndagucokeria ngatho tondu uri o haha ni ndiraigua tari hindi rugano rwitu na Ian na tabarire no ithiite igacika tondu ni thutha wa mundu guka guku akeiturura riu hindio ni tumumenyaga ona tukumuthikiriria na ni nginya ni nawe ni tuikwi na atarani aingi muno marerorera ukamenya ngoro iraniria ki tondu mwanake uyu ndangiuka kwineana thi yothe eanike eari no mwanake arauga atiriri ndeithiai unokorwo mukunyonia andu aitu either tata agacoka akoria mami wao yo mama alikuwa anaitwa aje by the way anaitwa Margaret Wanjiru. Margaret Wanjiru. Yeah. Ati mliachana miaka kama 25. Yeah, 25. Ya juwe saa yuko alikuacha ukiwa na miaka 3. Yeah, kwa 28. Na tena na wewe ni Ian Kamau Dungu. Yeah. Sasa Dungu ni huyu baba mwenye alikuacha na yeye mwenye tena aligojeka. Hapana. Sikuitanishwa na huyo mwanzo, niliitanishwa na mwenye alinichukua. Mwenye huyu sasa mwenye huyu akisumu ni yeye alinichukua. Huyu mwenye sasa alikulea, alikuwa anakulea mwenye alikuwa na mwenye sasa alikuwa na ulikuwa unamtumia picha. Yeah, huyo ndo alinilea. Huyo ndiye Dungu. Huyo ndo Dungu. Sasa huyo Dungu utamwambia nini kwa mitambo? Mimi naweza mwambia asante sana kwa kunilea, ulinifunza mengi. Juu kama sio wewe, maybe singekuwa hapa penye niko. Maybe kama haungekubali hivyo venye anko alikwambia uweze kwenda na mimi, sijui maisha yangu ingekuwa wapi. Sawa. Sasa ni nani katika hiyo maisha yote tulikuwa kabla tuende kwa break tulikuwa na swali. Sasa hizo miaka yote na venye umeishi na shida at in your life ile pesa, kwani hujawahi pewa pesa na mtu akakwambia shika hii nimekupea? Mimi sijawahi pewa pesa na mtu ati aniambie hizi ni zako. The only thing yenye huwa unapata ni mtu anakuambia twende kwa shop, tunaenda tunanunua, kama ni nguo tunanunua. Unaona? Kwa hivyo watu hukununulia nguo. Unapata mtu anakuambia Ian, unaonekana uko sawa vile, tunaenda tunanunua nguo. Imacho ni ya ukweli ama ni ile ya vijana? Si ile ya vijana juu hata ukiangalia video zangu, ni picha zangu tangu 2007 nilikuwa nikitumia Spect. So si kwa sahi. Ni uliweka nani alikununulia? Mzee alikuwa ananipeleka hospitali. Juu ilianza shida 2007 tukiwa Molo bado. So tangu hapo nimekuwa nikienda hadi nishaikuja hadi Kikuyu. Ilikuwa ikuja ichinjwe, lakini siku moja tulikuwa tumekuja na mzee tukapata msichana hapo nje akiwa amelazwa. Mamake akilia, kaulizwa shida ni gani, akaniambia mtoto wangu nikimleta huko alikuwa anaona kidogo. Ndio alikuwa anatumia Spect na alikuwa anaona kidogo, lakini wakati alichinjwa sasa imekuwa ni white, yani akapotea kabisa. Ukasema yako haiwezi chinjwa. Mama sasa mzee akasema kama kuna njia nyingine yenye anaweza tumia, akasema anaweza pewa miwani, alikuwa akitumia miwani na dawa za unajua kuna ile drip. Na huenda siku moja itakuja kuwa sawa, lakini asichinjwe. So tangu hapo nikaogopa. Umewahi kujaribu kuoa? Sijawahi. Lakini sasa unafikiria mambo na kuoa? Kwa sasa sijafikiwa na mambo kama hiyo. Nataka kwanza nitafute namna ya vile naweza settle. Hata kama ni job nipate. Nikisha settle ndo sasa nianzishe familia sasa. Kwa nini unataka kuajiriwa? Kwa nini usifikirie mambo na biashara yako instead of being a chef, or you want to do your hotel? Unajua chenye kinafanya niseme hivyo ni kuwa sina capital. Ningekuwa na capital naweza anzisha biashara yote juu si lazima hata ikuwe hotel, naweza weka shop. Shop ya nini? Naweza weka duka ya kuuza maziwa, ya kuuza chakula za kawaida. Ama hata niweke cereal juu ni kitu yenye nime experience kutoka kwa Ann. Najua mambo na store.
naweza weka hata siri yangu mimi mwenyewe. So ningekuwa na capital naweza anzisha, lakini sasa unaona kama sina capital lazima nikubali kufanyia watu kazi ili mwisho wa siku nitakuja kujifungulia kazi yangu baadaye. Sawa. Mimi sina lingine la kukuambia, lakini tutaongea huku nje ya mitambo. Ile tu kitu nitakuombea ni Mungu akuguze mawazo yako. Mbona mesiria? Ngai akuhutie mesiria. Akuhonie mesiria. Bible yugete atiriri, sahau ya kale. Forget about the past. Behold, I am doing a new thing. Yeah. Sasa Mungu anafanya kitu kipya in your life. Amen. And your life will never be the same again. Juu ulikuja hapa mara ya kwanza, Mungu atakusaidia na Mungu atakufungulia njia. Na unaona watu wengi hata wanakutazama walikuwa chini kuliko wewe. Amua kufanya familia nyingine, watu wote wanaweza kukuacha. Hao wengine forget about hiyo vitu zote umeruse. You lost your mother. Ulianza na kupoteza babako. Mtu wa kwanza kupoteza was your dad. Even before you knew, ukapoteza baba yako. Haukumjua, haujui mamako alikuwa wapi, ukapoteza, ni sawa. Mtu wa pili alikuwa mama yako, ni sawa, alipotea. Lakini hata kama hatarudi, arudi ama asirudi, umpate hata usimpate, you have a life to live. Yeah. Your brother ndiye huyo amekuacha. Now it is you as a man. Ujue watu hufanya vitu kama hizo, hata watu hujipata hapo na wanainuka tena. Ni sawa. Yeah. Na tutaongea tutareja wa mitambo gucokeria ngatho muno mwiroreri ni todo wa unyitaniri waku. No wega tugie na namba ya mwanake uyu nigetha hiyo giko ni ukumwareria ri umuhuri namba yako, simu yako iko na inaweza iko na WhatsApp. Yeah, iko na WhatsApp. Haya, peana hiyo namba. Ni namba yangu ya simu ni 0745 54 83 44. Tena 0745 54 83 44. Sawa, etagwo Ian, majina ni Ian Kamau Ndongo. Nginya hĩndĩ tũrĩ coka gũkiona na mwĩroreri ngũcokerie ngatho mũno tuma gũkũ kwa Jahu Galaxies. Niĩ njĩtagwo Njerũthĩga on Njerũthĩga TV, ngũcokerie ngatho mũno. Nĩ wega mũno nĩ tondũ wa ũnyitanĩri waku. Njokerie nginya eroreri aitũ arĩa makoretwo makĩrorera tabarĩra citũ na gũtwenda ũrĩa tũkoretwo tũgĩũka, na andũ arĩa angĩ othe makoretwo magĩtangatha hamwe na ithuĩ. Tũteithanĩtie niĩ na mũtangathi ũcio ũngĩ ũgũka thutha wakwa ũgwĩtwo Nancy Blessings. Thutha wa kamera ĩno twĩna our producer mũndũ ũgwĩtwo Dennis na Rachel na mũtongoria witũ mũnene ũgũtũcereire gũkũ ũkĩte gũtũtabarĩra etagwo Kapoa Media, father mwenyewe. Tukiuma nake thĩinĩ wa ndeto ĩno yothe nginya hĩndĩ tũkonana. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Baraka sana Ian. Asante. Bye bye.